Mpenzi msikilizaji wa Sahib TV1, tunakusalimu tena kwa mara yetu ya kwanza. Huu ni muhtasari wa habari tumekuandalia. Mlango bahari wa Hormuz ulikuwa na utaendelea kuwa, Irani yasema. Akijibu kauli ya rais wa Marekani Donald Trump ya kutangaza mlango bahari wa Hormuz kuwa eneo la Marekani, naibu waziri wa mambo ya nje ya kigeni wa Iran Qasem Ghalibabadi amesema kuwa mlango bahari wa Hormuz ulikuwa wa Irani, ni wa Irani na utaendelea kuwa wa Irani. Qasem Ghalibabadi alichapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X na kusisitiza kuwa mlango bahari wa Hormuz hauwezi kutekwa kupitia ujumbe uliochapishwa kwenye X au meli ya kubeba ndege za vita. Waziri huyo aliongezea kuwa Irani haiogopi vitisho wala maonyesho ya nguvu. Ghalibabadi pia alidai kwamba Marekani hadi sasa imepata kushindwa katika mikakati yake ya vita. Kulingana naye, Irani pekee ndiyo yenye mamlaka ya kufunga au kufungua mlango bahari wa Hormuz. Mpenzi msikilizaji wa Sahib TV1, tuendelee na taarifa zetu. Nchi na mashirika ya kimataifa zaitaka DRC na Rwanda kuharakisha utekelezaji wa makubaliano ya amani. Wadau wanaohusika katika mchakato wa amani wa ukanda wa maziwa makuu wanazitaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Rwanda kutekeleza kwa haraka ahadi zao chini ya makubaliano ya amani, huku juhudi zikiendelea kwa lengo la kurejesha utulivu na kutatua swala la makundi yenye silaha mashariki mwa DRC. Wito huo ulitolewa wakati wa mkutano wa 6 wa mfumo wa pamoja wa usalama na utaratibu GCCM ambao hufuatilia utekelezaji wa makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda. Mkutano huo uliwakutanisha wawakilishi wa nchi hizo pamoja na wawakilishi kutoka Marekani, Qatar, Togo kama mpatanishi wa Kiafrika na Umoja wa Afrika AU. Katika mkutano huo uliofanyika Geneva nchini Uswisi tarehe 12 na tarehe 13 Agosti, DRC na Rwanda zilikubaliana kuendeleza miradi miwili inayolenga kuendelea kufuatilia na kusimamia utekelezaji wa makubaliano ya Washington. Washirika wenye mchakato huo wa amani pia walijadili mpango wa DRC wa kuwapokonya silaha na kuwarejesha katika maisha ya kawaida wapiganaji wa kundi la FDLR. Kundi linalofuatilia mchakato huo kutoka Ulaya na Marekani, ICG, limepokea vyema jinsi utekelezaji wa makubaliano ya Washington unavyoendelea. Katika taarifa yake, kundi hiyo ambayo linajumuisha Marekani, Ubelgiji, Canada, Denmark, Umoja wa Ulaya, Ufaransa, Ujerumani, Uholanzi, Uswisi, Sweden na Uingereza lilikaribisha makubaliano yaliyotiwa saini tarehe 28 Julai na kundi la waasi wa FDLR, vikosi vya kidemokrasi vya ukombozi wa Rwanda ambao ulikubali kuweka chini silaha, kuvunja vikosi vyake na kuwarejesha wapiganaji wake katika jamii. ICG inazitaka mamlaka za DRC kuandaa mpango madhubuti na ratiba iliyo wazi kwa ajili ya kuliondoa kabisa kundi la FDLR kwa mujibu wa makubaliano ya amani yaliyopo.
Kundi hilo linasisitiza kuwa serikali ya Kinshasa inapaswa kueleza wazi jinsi wale waliofanya uhalifu watakavyowajibishwa na kushirikiana kwa karibu na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC, MONUSCO. Aidha, linakumbusha kuwa kushirikiana kwa namna yoyote ile na wapiganaji wa FDLR hakulingani na ahadi za DRC chini ya makubaliano ya Washington. Hayo yakijiri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefungua kesi dhidi ya Rwanda katika mahakama ya kimataifa ya haki mjini The Hague, ikiitaka mahakama hiyo kuiwajibisha Rwanda kwa madai ya ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Hadi sasa mamlaka za Rwanda hazijatoa tamko kuhusu kesi hiyo. Hata hivyo, wachambuzi wa sheria za kimataifa wanasema kesi hiyo inaweza kukabiliwa na changamoto za kisheria kuhusu mamlaka ya mahakama kusikiliza bila ridhaa ya Rwanda au msingi mwingine wa kisheria unaoifunga nchi hiyo. Mpenzi msikilizaji wa Sahib TV1, hayo tu ndio tulikuwa tumekuandalia jioni ya leo. Tunakutakia jioni njema, tunasema kwaheri.